Ni mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia Kindege akitaka kumuua Baby Supu, lakini leo tumeona kali zaidi kuliko. Nafikiri kwamba sijawahi kuona Kindege akipretend namna hii. Yaani kumbe kuna muda Kindege huwa anajifanya kwamba pumu imemshika, kumbe ni uongo mtupu. Sasa nafikiri kwamba hiki kitu anachokifanya ni makosa makubwa sana. Lakini pia moja kati ya vitu ambavyo nafikiri kwamba Mr. Benny anakosea sana ni namna ambavyo anamtreat mke wake. Amekuwa akishuhudia mara kadhaa mke wake Kindege akifanya vitendo vya hovyo akitaka kumuua Baby Supu, lakini amekuwa akichukulia hili swala kama sehemu ya mafunzo kwa mke wake. Yani amekuwa hatoi fundisho lolote lile kwa mke wake, na amekuwa akiamini kwamba kipigo, labda kumpiga mke wake, kunaweza kukamfanya mke wake aweze kubadilika kabisa na kubadilisha mwenendo mzima wa tabia mbaya alionayo. Lakini nafikiri kwamba kipigo hakitoshi. Kuna kitu ambacho anatakiwa kukifanya kwa mke wake ili mke wake aweze kubadilika na kuanza kuwa mtu mwema kabisa. Sasa subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, then twende tukaangalia ni kipi ambacho Mr. Benny anatakiwa kufanya, ni kipi ambacho anafikiri kwamba anatakiwa kukifanya ili aweze kuhakikisha usalama wa watu humu ndani. Kwa sababu kama asingekuwa Baby Supu mwenye nguvu, maybe angekuwa mwanamke mwingine, au angekuwa mtoto mwingine, au angekuwa mtu mwingine ambaye anamkela nani Kindege. Sasa Kindege kama angepiga hilo gogo kwa mtu mwingine ambaye hana nguvu kama Baby Supu, ingekuwa ni yani kifupi ni kwamba ilikuwa ni kesi kubwa. Lakini pia kitu kingine ambacho nafikiri kwamba Kindege huenda ni mtu ambaye ana tatizo la akili, kwa sababu huwezi ukafanya mauaji ndani kwako tena mchana kweupe. Sasa unafikiri kwamba kama angemuua Baby Supu ni kipi ambacho kingemtokea? Ni kesi, na hapo angepelekwa wapi? Polisi, kwa sababu hii sehemu ni sehemu ambayo sio sahihi kabisa kwa kufanyia mauaji. Sasa mwili angeuficha wapi? Unaona, sasa hiki ndio kitu ambacho nafikiri kwamba huenda Kindege akili yake haiko sawa. Lakini ni kipi ambacho unakishauri kiweze kufanyika kwa Mr. Benny, au ni kipi ambacho unamshauri Benny aweze kufanya ili aweze kubadilisha tabia ya mke wake? Kwa sababu siku nyingine anaweza akafanya vitu ambavyo vitamfanya Benny aonekane ni mtu wa hovyo kwenye jamii. Nafikiri kwamba mimi naweza nikashauri kitu kimoja hapo. Nafikiri Mr. Benny anatakiwa mtafutie mke wa pili Kindege, ili Kindege ajifunze. Huenda anafanya hivi vitu kwa sababu anaamini kwamba mume wake hana sehemu nyingine, au hana sehemu nyingine ya kuweza kupata mtu wa kumpatia furaha. Maybe hicho ndo kitu ambacho kinamfanya Kindege awe na kiburi na kuwa na roho mbaya. Lakini pia unaweza ukatuambia ni kipi ambacho unashauri Mr. Benny akifanye. Naona kabisa kwamba huenda niko sahihi au siko sahihi katika wazo hili hapa ambalo nimeweza kulitoa, ya kwamba Mr. Benny alete mwanamke mwingine. Huenda huyo mtu ambaye anaweza akamleta akawa ni tishio zaidi, au akawa ni mtu mwenye roho mbaya zaidi kuliko hata Kindege. Hivyo basi nafikiri kwamba wengi mnaweza mkatoa maoni yenu. Ni kipi ambacho unafikiri kwamba Mr. Benny anaweza akakifanya ili kuhakikisha kwamba mke wake anarudi kwenye mstari ulionyoka, yani anaachana kabisa na hizi tabia za kuwa na roho mbaya, kwa sababu siku nyingine litakuja kumgharimu Mr. Benny. Hiki kitu ambacho anakifanya kwa wakati huu Kindege, kuna siku atakuja kumfanyia mtoto wake mwenyewe wa kumzaa Imelda. Sasa pia tumeweza kuona kuhusiana na Sofia pamoja na mchawi mwenzake Jenny, ni kwamba kwa sasa wameplani kuweza kutimiza agizo lao walilopewa, ya kwamba wanatakiwa kumuua Kindege. Nafikiri kwamba wengi watakuwa wanajiuliza ni kwa nini Kindege? Why Kindege? Why always Kindege ndo anayewindwa na Sofia pamoja na Jenny? Kwa nini wasitafute watu wengine? Ni kwamba wameambiwa kwamba wamtafute Kindege tu, au kuna jambo lingine la siri ambalo hatulifahamu? Sasa tutakwenda kulifahamu kupitia episode zinazofuata, lakini kwa wakati huu nafikiri kwamba itakuwa ni vema kama tutazidi kuangalia kuhusiana na upande wa pili wa shilingi, nikimaanisha kwamba kwa bidada ambaye wanamuita Farida. Bwana Farida tuliweza kuona hapo awali alikasirishwa na kitendo kilichoweza kufanyika na mume wake kuweza kusababisha ama kupelekea kifo cha watoto wake wawili, yani mapacha, kitu ambacho kilinifanya niweze kuamini huenda ikatokea Farida akawa ameathirika kisaikolojia, kwa sababu ni tukio lililokuwa kubwa sana na liliweza kumuumiza, na hususan ilikuwa ni ujauzito wake wa mara ya kwanza. Lakini kuna kitu ambacho ninampongeza Farida, ni kwamba anaonesha dalili za kutokata tamaa kabisa, kwa sababu anatambua maadili. Yani huyu hapa alifunga ndoa kabisa kanisani, sio kama wengine wanaochukuana na kuishi kama mke na mume. Nafikiri ndio kitu ambacho kinamfanya zaidi azidi kungangania kurudi kwa Mr. Kanoni, na hiki ndio kitu ambacho wengi nafikiri watakuwa wanakifurahia zaidi kutoka kwa binti ambaye wanamuita Farida. Japokuwa mimi naona kabisa kwamba haya ni mateso, anatakiwa kumove on. Yani kifupi ni kwamba anatakiwa kumwacha mume wake aondoke na anze maisha yake, kwa sababu ukijaribu kuangalia Mr. Kanoni sio mwanaume ambaye anastahili kupendwa, yani sio mwanaume ambaye anastahili kuheshimiwa hata kidogo, kutokana
na maamuzi ya kipumbavu ambayo aliweza kuyafanya. Yani kitendo tu cha kuona mke wake ametoka chooni na mwanaume mwingine ilikuwa ni kwa bahati mbaya tu, moja kwa moja hakutaka kuambiwa wala kusikiliza kitu chochote kile kutoka kwa Farida na kufanya maamuzi ya kipumbavu na kuamini kwamba mke wake anamchiti. Hiki ndio kitu ambacho siku zote huwa tunafundishwa ya kwamba tuwe na imani na wenzetu, yani tupende kuaminiana kwenye ndoa, tusiishi kwa kuto kuaminiana. Lakini nafikiri kwamba kuna namna unatakiwa kuishi kwa akili. Hata vitabu vyenyewe vitakatifu vinasema kwamba ishi na akili. This time nafikiri kwamba ilikuwa inafaa zaidi waweze kubadilisha na waseme kwamba ishi na mwanaume kwa akili, kwa sababu wakati huu nafikiri kwamba aliyekosea ni mwanaume na sio mwanamke. Lakini kuna kitu ambacho nafikiri kwamba kama Farida atakifanya itakuwa ni sehemu ya suluhisho la matatizo yake yote, kwa sababu tumeona hata Mr. Kichinjile pamoja na kwamba yeye anatambua kwamba alisababisha kwa asilimia nyingi zaidi kuweza kuvuruga ndoa ya Farida pamoja na Mr. Kanoni. Nafikiri kwamba kuna plani ambayo naweza nikashauri iweze kufanyika ili waweze kusolve ile tatizo. Yani kifupi ni kwamba wanatakiwa wa act kama vile wako kwenye mahusiano, kwa sababu Mr. Kanoni si anataka Kichinjile amchukue nani? Amchukue Farida. So nafikiri kwamba wao wafanye kweli, washukuane huko, alafu uone jinsi ambavyo Mr. Kanoni atachanganyikiwa. Nafikiri kwamba hiki hapa ndo kinaweza kikawa kisolution cha kufanya ndoa ya lady ambaye wanamuita Farida iweze kukaa sawa. Lakini pia kitu kama hiki hapa kinaweza kikaleta pia hasara kubwa kwa upande wa Kichinjile, kwa sababu Kichinjile ataishi akiamini kwamba yuko serious kwenye mapenzi yake na nani wa Farida. Yani kifupi ni kwamba atampenda Farida kimaukweli kama watafanya hivyo kuact, kwa sababu siku zote wanasema kwamba uwezi ukacheza na mwanamke kwenye swala la mapenzi, yani uwezi ukaact na mwanamke kwenye swala la mapenzi ukiwa wewe ni mwanaume. Lazima hisia fulani hivi zitakusukuma kuweza kufanya kitu fulani ambacho sio kizuri. So nafikiri kwamba kama plan hii hapa wataifanya, na sio kama wataifanya, nafikiri episode zinazofuata lazima wataifanya hii kitu, kwa sababu ndo solution ya pekee ambayo inaweza ikamfanya Mr. Kanoni aanze kuhisi wivu, kuhisi kwamba alifanya makosa makubwa sana kumwacha mke wake aweze kwenda kwa Mr. wanamuita Kichinjile. Lakini pia kitu ambacho nafikiri kitakuwa ni kizuri zaidi ni kuhusiana na namna ambavyo Mr. Kanoni anagundua muda si mrefu ya kwamba huyu mke wake mpya Tami anamsaliti na mwanaume mwingine. Lakini kitu ambacho nimekuja kumdharau Mr. Kanoni ni pindi ambapo aliwakuta kabisa wamekumbatiana, nikimaanisha kwamba Tami na huyu mwanaume wake, lakini Tami akamdanganya kwamba huyu ni binamu yake. Lakini ukijaribu kuangalia physical reaction, yani uso tu wa Tami ulikuwa ukiongea kwamba anaongea uongo, lakini Mr. Kanoni alishindwa kutambua kitu kama hiki hapa. Sasa nimejiuliza ni kwa namna gani ameshindwa kutambua wakati kila kitu kilikuwa kinajieleza. Yani kila kitu ukiangalia hivi, yani hata mtoto mdogo akiangalia jinsi ambavyo Tami alikuwa akisema kwamba huyu ni binamu yake na alikuwa anadanganya kabisa, hata mdomo wake unaonyesha, sura yake kabisa ilikuwa inaonyesha jinsi alivyokuwa na wasiwasi. Mwanaume yoyote yule ama mtu yoyote yule angegundua kabisa kwamba hapa kuna mchezo ambao unaendelea sio mzuri. Sasa Mr. Kanoni ameshindwa kutambua hivyo. Kwa nini? Hiki ndio kitu ambacho kinanifanya niamini kwamba Mr. Kanoni sio mtu ambaye anatumia akili kubwa, na akiendelea hivi ataendelea kufirisika tu bila kujua ni kipi ambacho kinamfanya aweze kufirisika, na moja kwa moja atakuja kugundua kwamba huyu mwanamke sio mwanamke sahihi kwake, ameshachelewa kwa wakati huo, na mke wake Farida ameshachukuliwa na Mr. Kichinjile. Nafikiri kwamba hayo yote ni yale ambayo nafikiria kwamba yanaweza akatokea kwenye episode zinazofuata. Sasa vipi kama tukitabiri kuhusiana na kile kinachoweza kutokea episode ya 17? Kwa sababu kabisa mwishoni tuliweza kuona lady wanayemuita Farida aliweza kuingia kwenye bifu zito ama kwenye ugomvi mzito na Mr. Kanoni mara baada ya kumpiga kibao Tami, na hii ni kutokana na jinsi ambavyo Tami alikuwa akiingilia mazungumzo yake. Nafikiri kwamba episode inayofuata itakwenda kutuambia ni kwa namna gani Farida atafanya ili kuhakikisha kwamba mume wake anatambua ukweli kuhusiana na huyu mke wake mpya ya kwamba ni mtu wa hovyo kiasi gani. Lakini pia itakuwa ni episode ngumu sana kwa upande wa Farida, kwa sababu